Nguvu ya Roho Mtakatifu iko juu ya nguvu ya roho zote za giza. Nguvu ya Roho Mtakatifu iko juu ya nguvu zote za roho za giza. Ikiwa wewe ni mtu unaenda kanisani, bila shaka unajua ni dhahiri kabisa yuko Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa kwa watu ambao wanamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini pia ni kwamba kwa mtu ambaye yeye hajamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna roho nyingine inayomkalia ambaye sio Roho Mtakatifu, na roho hiyo ndio msukumo wa maisha yake na mfumo wa maisha anayoishi. Kwa mfano, Roho Mtakatifu msukuma mtu kwenda kanisani, kusoma neno na kufanya mambo ya ushirika wa ibada na kufanya yote yanayomsukuma kufanya mambo mema akiwa na hofu ya Mungu ndani yake. Lakini roho mbaya au roho chafu za giza ambazo ziko ndani ya maisha ya mtu, zenyewe utajueje msukumo unaopatikana kwa yule mtu? Mfano, ikiwa mtu anasukuma kuiba kusukuma na roho safi au Roho Mtakatifu, wezi ni matokeo ya roho mbaya ambayo iko kwenye moyo wa mtu. Lakini roho ya giza, haijalishi inavyoweza ikafanya uharibifu kwenye maisha ya mtu kwa kiwango chochote na kwa nguvu yoyote ile ambayo mtu anaweza akawa ameharibikiwa nayo maisha, Roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, yeye ana nguvu kuliko roho za giza zote zile. Nisome kitabu cha Marko sura ya 5. Kitabu cha Marko sura ya 5, maandiko yanasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwapo makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Hii ndiyo hali iliyokuwa kwa huyu kijana aliyekuwa ng'ambo ya mji huu, nchi ya Wagerasi. Alikuwa amefungwa na nguvu za pepo mchafu. Maisha yake yalikuweje na tabia zake zilikuweje? Kwanza unaambiwa ya kuwa wale pepo wachafu walikuwa wanamsukuma kwenda makaburini. Mahali mtu anapendelea kwenda, kuna roho fulani inayomvuta kwenda huko. Kwa hiyo kwenda makaburini, ambacho si kitu cha kawaida. Ni kweli huwa tunakusanyika kwenda makaburini tunapoenda kupumzisha miili ya wapendwa wetu, tukijua ni sehemu ya kuzika, lakini hakuna mtu ambaye angependelea kuishi au kulala makaburini katika akili ya kawaida. Kwa hiyo nguvu ya giza au roho chafu, mapepo yaliyokuwepo kwa huyu kijana, ni matokeo pia ya msukumo ambao ulikuwa ndani ya yule kijana wa kupenda kwenda kukaa makaburini na kulala makaburini. Kimsingi tunaenda makaburini, lakini hakuna mtu ambaye angependelea kwenda kukaa makaburini. Kwa roho chafu ambazo zilikuwa ndani yake, mapepo ndio yaliyokuwa na msukuma akakae makaburini. Maandiko yanazidi kuendelea kuwa walikuwa wanajaribu kumzuia huyu kijana ili asiende kukaa makaburini, ambacho si kitu kwa akili ya kawaida mtu anaweza kufanya. Maandiko yanasema walijaribu kumfunga kwa minyororo, matokeo yake alikata hiyo minyororo. Nguvu isiyokuwa ya kawaida ambayo ilikuwa inatoka kwa huyo kijana, hata ya kukata minyororo ambayo amefungwa. Wakajaribu kwa pingu, nazo pingu akazikata. Kwa picha ya kawaida unaweza kuona kwamba hii roho ndani ya huyo kijana ilikuwa ni roho yenye nguvu sana. Asilale nyumbani, inamshinikiza akalale makaburini. Lakini pale wanapojaribu kumzuia ili asiweze kwenda kule anakotamani kwenda, yeye alikuwa na vifungo, ana uwezo wa kukata vifungo vya kila namna. Manake kama pale kijijini palikuwa hapo na mtu ambaye alikuwa hata tuseme ni bondia wa namna fulani, uwezo wa kumcontrol au wa kumudu huyu kijana asingeweza kuwa nao, kwa sababu yeye alikuwa na nguvu ya ziada ndani yake iliyokuwa inaonekana haiwezi kuzuiliwa, hii roho iliyokuwepo ndani yake. Na zaidi sana, kijana alikuwa nje ya uwezo wa akili yake.
alichokuwa anakifanya si kwamba kilikuwa ni matokeo ya kupenda kwake au kuamua kwake, lakini ilikuwa inatokana na msukumo wa ile nguvu ya roho au pepo wachafu waliokuwa ndani yake. Nadhani bila shaka mnaweza ukaona nielewa msukumo uliokuwepo ndani yake. Hawezi kujizuia, hawezi kujizuia, anapenda kwenda makaburini. Makaburini pia hawezi kujizuia, anajikatakata kwa mawe, na zaidi sana anapiga makelele. Hii si kitu cha kawaida na si kitu ambacho tunaweza tukasema kilikuwa kinatokea kwa uchagua mwanadamu. Kwa mtu yeyote ambaye anafikia kuwa katika hatua kama hii, ni kwamba anamilikiwa na mapepo. Ndicho kilichokuwa hapo. Ni dhahiri ya kwamba kijana huyu alikuwa na ndugu walishindwa kumsaidia. Ni dhahiri ya kwamba aidha walikuwa wanajaribu tumpe dawa fulani, hazikusaidia chochote, akawa ameshindikana. Makaburini alikuwa anakula nini? Makaburini haogopi chochote. Kama alikuwa na familia, tuseme alikuwa ni baba au alikuwa ni kwa namna yote ile ni mzazi, amewacha watoto, na hawezi kabisa kusema nina watoto nyumbani au nina mke nyumbani. Unaweza ukaangalia jinsi hizi laws zilizokuwa zimemfunga. Kama ndugu wakikaa kikao kujadili, ni dhahiri watasema ameshindikana. Tufanye nini? Tumejaribu kumfunga kwa pingu, tumeshindwa. Minyororo tumeshindwa. Na kama wakijaribu tuseme kumweka kwenye chumba, ni dhahiri ya kwamba milango ataivunja. Na kama kulikuwa na vyombo watakuta vyote ameshaifanyia uharibifu. Ilikuwa ni namna ambayo familia iliyokutana na tukio na kile kijiji na mji mzima walijua kuna mtu hapa, wengine wakisema labda ana kichaa, kwa sababu zaidi alienda kwa zile nguvu za pepo zilimfanya asivae nguo. Si katika kitu cha kawaida. Tunapozungumza juu ya roho za giza, ni kweli zipo, sizitukuzi, lakini kupitia maisha ya kijana huyu tunaweza tukaona ni dhahiri nguvu za giza zipo, roho mbaya zipo, na zinaweza zikawa na msukumo ambao mtu anaweza akawa hana uwezo wa kujihimili mwenyewe kuzuia. Mwingine katika namna ya kwamba anasukuma kulewa, na anaweza kabisa leo akasema natamani kuacha ulevi, lakini kesho akajikuta anakunywa. Unaweza ukasikia taarifa kwamba mtu anaweza akanywa plate la bia, ujazo wa bia moja ni kiasi gani, na tumbo lina ujazo gani, wa kwamba anywe bia zote. Lakini ni kwa nini? Ikiwa uamini mtu kunywa bia plate moja au mbili, basi huyu kijana alikuwa na uwezo wa kukata pingu. Uwezo wa kukata pingu aliokuwa nao pia sio uwezo uliotokana na uwezo wake wa kawaida, maanake kuna roho ndani yake. Kunywa kreti mbili za bia, kuna roho ndani yake ambayo inaweza ikamwezesha huyu mtu kunywa hicho kitu kisichokuwa cha kawaida, kitu kisichokuwa cha kawaida. Vivyo hivyo na kila namna ya matendo ambayo adui anaweza akawa na msukuma mtu. Je, kwenye kijiji kile walikuwa wanawaza nini sasa? Hatuwezi kufanya chochote. Makaburi waliokuwa wanazika hawawezi tena kwenda kuzika. Kwa sababu gani? Huyu kijana alikuwa ni tishio kwa namna ya roho zilizokuwa zimemfunga. Roho za giza zilionekana zina nguvu dhidi ya minyororo, zina nguvu dhidi ya mtu kuzihimili, zina nguvu dhidi ya ndugu kumshinda, zina nguvu hata wangemfunga kwenye nyumba fulani, maana yake angeweza hata kuvunja madirisha na milango akatoka. Suluhu yake ingekuwa wapi? Walikaa, ndio wanampenda, ni kijana wao, ni ndugu yao, wengine na rafiki yao, lakini wanasema hatuna kitu cha kufanya, hatuna namna tunaweza tukamsaidia. Angalia, fikiria angekuwa ni msomi huyu. Fikiria angekuwa ni msomi, elimu yake isingemsaidia kujitoa kwenye hiki kifungo. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli unaweza ukawa umesoma, lakini mapepo hayaogopi elimu yako. Unaweza ukawa na vyovyote vile kwa vigezo ambavyo mwanadamu angetamani kuwa, hata angekuwa tajiri, asingeweza kuyalipa mapepo yale fedha yakamtoka. Tuseme kama walijaribu kwenda kwa mganga. Ukisoma habari hii unagundua kijana huyu alikuwa na mapepo yapatayo zaidi ya 200 ambayo yalikuja baadaye Yesu akayaamuru yaingie kwenye nguruwe, na nguruwe waliokuwepo kama nguruwe 120 walishindwa kuhimili kukaa na yale mapepo. Mwisho wa siku walibe drown, wakaingia baharini na wakafia huko. Lakini huyu kijana unaweza ukaelewa ile nguvu ya pepo. Nguvu ya pepo katika nguruwe iliwasukuma wale nguruwe kujiingiza kwenye maji kwenda kukufa. Unaweza ukaelewa kumbe nguvu ya pepo ilimsukuma pia huyu kijana kwenda kukaa makaburini. Huyu kijana hata kuwapiga ndugu ilionekana ni tishio. Yesu anakuja, anapita kwenye mji, anapita kwenye njia, anayejua huyu kijana ni tishio. Maandiko anasema alipomwona mbali
alipomwona mbali akapiga magoti, kwa kuwa Yesu aliziamuru hizo nguvu za giza ziingie. Na tunaelewa Yesu alifanya huduma yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maandiko yako wazi yakieleza katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, anaeleza kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenituma kuwafungua waliofungwa, kutangaza mwaka wa Bwana. Anasema kuwaweka huru walio mateka. Kwa Roho wa Mungu anapita kwenye mji huu aliyekuwa juu ya Yesu Kristo. Mapepo ambayo ni roho chafu zinasalimu kwa Yesu Kristo, mara kijana yule anamfungua. Baada ya kufunguliwa yule kijana, maandiko yanaeleza ya kwamba akampeleka nyumbani kwao. Alipompeleka kwenye mji wao, alipokuwa amekwisha kumfungua, yupo kwenye akili nzuri, akampa nguo zake, wakampa nguo akavaa. Watu walistaajabu kwenye ule mji jinsi ambavyo imewezekanaje. Kustaajabu kwao ilikuwa ni kwa sababu kwamba waliona jinsi ambavyo aliteseka yule kijana, mapepo yalivyokuwa yamebalagaza na kugeuza kabisa ufahamu wake. Lakini waliona kwamba leo kuna muujiza umetokea. Roho wa Mungu anaweza kuondoa kila namna ya nguvu za giza. Haijalishi zina ukubwa kiasi gani, haijalishi zina namna gani, haijalishi yule kijana ni muda gani alikuwa ameonekana amefungwa na nguvu za giza, lakini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kumweka mtu huru mbali na vifungo vya kila namna ambavyo vinaweza vikawa vimemfunga. Haleluya. Tuangalie kwa mtu wa pili, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Tuangalie Roho wa Mungu alivyo juu ya roho nyingine. Tunakuta habari ya mtu mmoja anaitwa Filipo, mhubiri Injili. Huyu ni mwinjilisti, anaingia kwenye kijiji cha Samaria kuhubiri Injili. Katika mji wa Samaria anapoingia, anamkuta kuna mtu mmoja alikuwa kingunge wa mji, anaitwa Simeoni. Simeoni alikuwa mchawi, aliloga watu kiasi kwamba watu wote katika ule mji waliamini kwamba Simeoni ni mtumishi wa Mungu, na uwezo wa Simeoni ulikuwa ni mkuu. Maanake Simeoni kwa uchawi wake alikuwa na uwezo wa kufanya vitu ambavyo watu wa kawaida wakajua uwezo wa Simeoni wa kudhihirisha mambo haya unatokana na Mungu. Roho ya uchawi ilikuwa imeutawala mji wa Samaria, na watu wa mahali pale, maandiko yanasema, walikuwa katika vifungo na nguvu za mapepo, lakini wao walijua kwamba Simeoni ni mtumishi wa Mungu katika ule mji. Naweza nikawa nazungumza na mtu mmoja, hii roho ya uchawi inavyofanya kazi inaweza ikamfunga mtu kuamini ya kwamba mchawi ni mtumishi wa Mungu. Inaweza ukawa mji umefungwa, watu wapo kwenye hali ya maskini na mateso, bado wakaamini kwamba wanachokipitia ni kwa sababu Mungu amekusudia kuwa hivyo. Ndipo Filipo anaingia kwenye ule mji, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Alipohubiri Injili kwenye ule mji, watu wa mji wa Samaria wakatega masikio wasikilize Injili ya Filipo aliyekuwa amejaa neema na uwezo wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema wengi wakafunguliwa mapepo, wengi wakafunguliwa kwenye nguvu za giza. Matokeo yake kwa kile kilichotokea, maandiko yanasema Simeoni mchawi naye akaamua asalimu amri. Sasa unaweza ukachukulia ni kitu kirahisi Simeoni kuokoka. Simeoni hakuokoka siku ya kwanza ya mkutano wa Injili wa Filipo kwenye mji wa Samaria. Unajua kwa nini? Jibu hili hapa. Wakati Filipo anaingia ule mji, kati ya ngome aliyokuwa anatakiwa kuishinda, na ni vita kubwa iliyokuwepo, ni ngome ya uchawi ambaye mchawi mkuu, kiongozi mkuu alikuwa Simeoni. Kwa hiyo Filipo kama angekuwa legelege kwenye maombi, Filipo kama asingekuwa mtu wa neno, kuitoboa ngome ya kuingia mji wa Samaria isingekuwa rahisi. Kwa sababu gani? Mchawi aliyekuwa anatawala lile anga alikuwa ni Simeoni, aliyewaloga watu wote tangu mkuu hata mdogo, na wale wote wakisema kwamba mtu huyu ana uwezo wa Mungu. Kitu gani ninachokueleza? Roho ya giza inaweza ikatawala mahali na watu wakaishi katika utumwa, watu wakaishi katika tabia ambazo ni matokeo ya nguvu za mapepo, na wao wakaona maisha yao ni kawaida. Tumeenda baadhi ya mikoa fulani ya kusini mwa Tanzania, siwezi kuisema, lakini sio dhambi mingine kusema. Tumefanikiwa kwenda mkoa mmoja wapo ya kusini kabisa wa Tanzania. Unakutana watu wanaishi katika maisha mnayoyastaajabu, kana kwamba watu hawa wanasema wana uhuru. Ni kweli Tanzania iko huru, lakini maisha yao yamefungwa, lakini wao wanasema tuko huru. Tumekutana na watu wa namna hiyo. Lakini unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ambavyo watu wa Samaria walikubali Injili ambayo ilikuwa inanenwa na Filipo, maisha yao yakabadilishwa. Filipo hakuwa mwinjilisti aliyenena tu neno,
neno lake liliambatana na nguvu za Roho Mtakatifu. Kimsingi asingeweza kuitoboa ile ngome kama angetegemea aseme tu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo, ni zaidi ya katapila kupita mazingira ambapo vyombo vingine vinaweza visipite. Miamba ambayo haiwezi kuvunjika ya uchawi ilivunjika kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa mara ya kwanza Simeoni aliona amekuwa mdogo. Simeoni ameona uchawi wake ukiwa umesalenda kwa mara ya kwanza. Simeoni hajawahi kuamini kama siku moja atatokea mtu atamchallenge kwenye ule mji. Na hata bila shaka anapokuja Filipo, Simeoni alikuwa anasema akiwezi kutokea chochote kile. Mimi ni mzee hapa kwenye mji. Mimi ndio ninaitawala. Lakini hakuwa anajua kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu iko juu ya nguvu ya uchawi, iko juu ya nguvu ya uganga. Na kwa sababu hiyo, ikiwa wewe umeokoka, usiogope mchawi. Kwa sababu gani? Aliyoko ndani yetu, Roho wa Mungu ni mkuu kuliko roho wa giza aliyoko ndani yao. Haijalishi waganga wako wangapi. Danieli aliweza kukaa pamoja na waganga na wachawi, bado akawa salama. Musa wakati Mungu amemtuma kwenda Misri, huoni Musa kwamba amelogwa na wachawi, japo walikuwa wanafanya miujiza na mazingaombo ya kila namna, lakini kwa kuwa Roho wa Mungu aliyokuwa juu ya Musa alikuwa ni mkuu juu yao. Nachokueleza nini? Roho Mtakatifu nguvu zake ziko juu ya nguvu za roho zozote zile. Hata Simeoni akasaluti, akasema huyu Mungu wao ndio Mungu wa kweli. Natamani nikueleze hivi uweze kuelewa thamani ya uweza wa Mungu na nguvu za Mungu ambazo Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8, anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Samaria, Judea, Yerusalemu, hata miisho ya nchi. Ngome ambazo zilikuwa haziingiliki kabla zinaweza zikaingilika. Watu waliokuwa wamefungwa na vifungo vya namna wanaweza wakawekwa huru kwa sababu ya Roho wa Mungu. Unasoma habari kitabu cha Marko sura ya 5, mwanamke aliyekuwa na shida ya kutoka damu akizunguka kwa matabibu, akizunguka apate msaada. Maandiko yanasema hakufanikiwa, lakini alipokutana na Yesu. Unajua nini? Kuna ugonjwa ambao chanzo chake kuna roho fulani nyuma yake. Ukienda hospitalini unaweza ukawa unapoteza muda tu. Kuna ugonjwa ambao msingi wa ugonjwa huo ni roho fulani ambayo iko nyuma yake. Tuseme umelogwa, hospitalini watasema nini? Ikiwa ni nguvu fulani ya giza imekuvaa, kama alivyomvaa yule kijana tuliyosoma kitabu cha Marko sura ya 6, angeenda hospitalini wangetambua nini? Labda wangemchoma sindano ya usingizi. Mama huyu ambaye alikuwa anasumbuliwa miaka 12 na shida yake, amepita huku bila msaada. Siku akakutana na Yesu, alipoiweka imani yake, Roho wa Mungu akaingia kwenye mwili wa mama yule. Yesu anasema nguvu zimenitoka, uwezo wa Roho Mtakatifu. Mama yule alipona na akawa mzima kabisa. Jambo moja tu, weka imani kwa Yesu. Roho Mtakatifu, maandiko yanasema kitabu cha Matendo ya Mitume 2:38, ikiwa utamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni ahadi yako, ni haki yako kupokea Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yupo atusaidie kuishi maisha haya na mishoni tupokelee mbinguni. Shalom, Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema. Amen. Amen.